Bila shaka uko poa sana mwananchi, na habari nyingine poa na kujuza hivi sasa ni kwamba leo Young Africans tumecheza mchezo wetu wa kwanza wa kirafiki msimu huu katika uwanja wa Gymkhana tukicheza na Magereza Dar es Salaam. Nazungumza na meneja habari na mawasiliano Young Africans Ali Shaban Kamwe mara baada ya kutamatika kwa mchezo huu. Hapa tutafahamu matokeo, hapa tutafahamu kile ambacho natamani kukijua mwananchi kwa wakati sahihi kabisa. Hii ni Yanga TV. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema kabisa. Mimi sijawaambia matokeo watazamaji wa Yanga TV. Natamani uelezee mchezo wa leo wa kwanza wa kirafiki. Leo tumecheza mchezo wa kwanza wa kirafiki. Kocha wetu Mangoba. Nimpatie? Nipatia vizuri. Nimeanza kula test kidogo. Tumecheza mchezo wetu wa kwanza leo wa kirafiki na tumeshinda ushindi mdogo, sio ushindi mkubwa sana. Na kocha amesema pia matokeo sio kipaumbele chake. Of course tumeshinda goli 7 tu leo. Unacheka nini sasa? Ulianza kwamba ushindi mdogo. Ushindi mdogo. Nakajua moja bwana. Goli 7 tumeshinda goli 7 tu leo. Lakini kocha amesema sio kipaumbele chake. Yeye alikuwa anaangalia performance ya team, chemistry ya team, namna gani watu wanatoka kwenye build up, namna gani watu wana attack, watu wana press, watu wanapiga pasi. Kwa hiyo katika kujifunza tumepata hizo 7. Kwenye kujifunza hivyo vitu tumepata hizo. Bado wanafunzi. Bado tumejifunza tumepata hizo 7. Kwa hiyo wana Yanga unafiki kazi. Najikaza nisiseme nilichokiona, lakini ndugu zanguni Sheikh Toure kuna moja imekuja hiyo kama anapiga akafinyia hapa akamwekea Albert Kanganda MVP. Kipa kama anakuja hivi akachopiwa kidogo kama Messi. Ateseka sana yule kipa. Yaani ndio ukisikia mtu subhanallah ndio ile sasa. Bwana yule Hussein Zakuani kule kulia. Niishie hapo. Ishia hapo ndugu. Sababu kocha amechezesha timu 3 leo. Dakika 30 timu nyingine, dakika 30 timu nyingine, dakika 30 timu nyingine. Maana tuna vikosi hivi vitatu. Dakika 30 timu nyingine, timu nyingine, timu nyingine. Tumwambie rais wa TFF tumefanyia kazi swala lake la kusajili wachezaji 40. Tuna timu 3. Kwa sasa hivi anaweza akatupangia mechi Dar es Salaam, anaweza akatupangia mechi Kigoma, anaweza akatupangia mechi Tabora kwa siku moja na tukazima zote. Na kwenye hizo timu 3 Diara hajacheza leo. Diara hakudaka hata moja. Nikupe kosti cha kwanza. Alianza Masalanga, alicheza Kazi Moto, alicheza Mohamed Hussein, Shadla Kiboga katika Kiboga kama namba 4 hapa, namba 5 Bakari Nondo Mwamnyeto. 6 Duke Abuya akacheza au tuishie hapo kaka. Stishe watu bure uko mbele kwa vipi tena? Mbona hivyo? Hivyo tu. Lakini tumecheza mechi yetu leo ya kwanza. Performance nzuri kabisa, vijana wetu wameonyesha kwamba wanaelewa yale ambayo mwalimu anawaelekeza na tunaamini inshallah wana Yanga watakao kuja tarehe 9 uwanja wa Uhuru watakwenda kujiona. Imagine yote haya yametokea leo. Shilingi 6 ya mpira haipo hapa. Okay. Surprise package yetu haipo hapa. Lakini the GOAT, greatest of all time hapa Afrika, Pira Shalulile hayupo hapa. Hayo umeitamkaje hii? Pira Shalulile. Nimeona kwenye mitandao huko watu wanatafuta Peter sijui yashika Yanga, Peter sijui kwa wapi. Huyo Peter anaweza kuwa Peter Msechu, wanaweza kumpata Magomeni, wanaweza kumpata popote pale wakiamua kumtafuta. Lakini Pira Shalulile, the greatest Shashaman, greatest top scorer of all time in Africa. Yeye anakuja. Anakuja na siku yake rasmi ni wajuze wana Yanga. Pira Shalulile ataonekana kwa mara ya kwanza Dar es Salaam Tanzania akiwa na uzi wa Young African Sports Club Jumatatu inshallah saa 5 kamili usiku. Saa 5 kamili usiku for the first time Pira Shalulile. Hilo tukio litaruka live Azam Sports 1, litaruka live Al Jazeera, litaruka live CNN, litaruka live BBC, Sky France pia wameomba kurusha. Tuna vyombo kama 9. Chombo cha taifa cha South Africa pia kimeomba kurusha. CAF wenyewe kwenye mtandao wao wameomba kurusha live unveiling ya Pira Shalulile kwenye coast cha Yanga. Kwa Jumatatu inshallah atakwenda kuonekana mnyama Shashaman, mtu mbaya
hadi leo tumeshinda magoli 7 hapa na lakini sio muhimu kama kocha alivyosema. Sio muhimu sana, lakini bado package ya Young Africans haijakamilika kwenye usajili. Wananchi wananiuliza, Alwatan, tuna timu nzuri, tumeona wachezaji wetu wamekamilika, kikosi hichi kinatisha. Huyu namba 6 huyu ambaye anatajwa anatambulishwa lini Alwatan? Wananiuliza ndugu yangu. Trending ya soka sasa hivi ipo kwa namba 6 wa Young Africans. Na niwaambie Mafabrizio wote walioandika stories za namba 6 wote wameandika uongo. Wote wameandika uongo. Trending ya soka namba 6 ya boli ipo kwenye kifua hiki. Haijatoka. Nimeitunza kama ninavyotunza hela. Unajua hela ya kufuturu inavyotunzwa kama ulivyojitunza kaka. Nimeitunza siri ya namba 6 kama nilivyotunza uvulana wangu. Wote mlioandika mmeingia cha kike. Sijui nani anakuja na exclusive sana. Niwaambie wana Yanga, siku ya Jumamosi kesho, maana yake inshallah, Yanga TV, Azam Sports 1, Azam Sports 2, Azam Sports 3, Azam Sports 4 wote wameomba kwa wakati mmoja kurusha live tukio hili ambalo Watanzania watakwenda kumjua jezi namba 6 wa Yanga msimu ujao. Ni hatari. Makosa ni makosa. Jumamosi wananchi, kama we ni mtu wa kutembea tafadhali wahi nyumbani. Kama huja follow page ya Yanga sasa hivi ifollow, mwambie na jirani yako utapitwa. Follow namba 6, brain ya boli, kiungo wa chini, uwezo wa juu. Hebu irudie hiyo. Chini 6 ya boli, brain ya mpira, kiungo wa chini, uwezo wa juu. Mtatulia wote kwenye masofa mkigonga cheers wana Yanga. Engineer umeleta mali. Nimewaambia ukitoa Aliou Dieng ndio hicho chuma kinafuata hapo. Sawa. Hadi tarehe 9 tuna jambo letu Yanga Day, lakini uzinduzi wa wiki wa wananchi tulipanga ifanyike Katoro. Waandishi wa habari wananipigia simu, watu wanauliza vipi kuhusu Katoro. Yes, tunakwenda Geita, lakini tuna matukio mawili uje siku hii. Tulikuwa tuna tukio tufanyie Katoro la uzinduzi, alafu tuna tukio la kushiriki uzinduzi pia wa uwanja wa Bukombe Stadium huko Ushirombo. Sasa wenzetu pia wa Azam Media ambao wanafanya coverage wametushauri kwenye vikao, na wanachama pia wameona kutoka huku kuadjust na kuja huku mwendo kama walisali moja. Kwa hiyo wametuomba na tumewaelewa. Kwa hiyo niwatangazie rasmi wana Yanga, uzinduzi wa Yanga Day sasa hautakuwa tena Katoro bali utakuwa Ushirombo. Kwa hiyo tutafanya matukio yote mawili sehemu moja. Tutazindua Yanga Day pale Ushirombo, alafu baada ya hapo saa 9 mchana tutakwenda kushuhudia mazoezi ya timu yetu yote. Imagine uko zako Ushirombe, out from nowhere, pira Shaulili anakatiza mbele yako namna hii. Si ndo pira yule, ndo huyo Yanga ndo anakatiza hivi. Hatari. Mwenyezi Mungu atupe uhai. Kwa wana Yanga tujiandae. Ni kule Geita, lakini Katoro hatutakwenda kwa sababu ya muda na matukio. Tutakwenda straight Ushirombo kwenda kuzindua Yanga Day, alafu tutakwenda kushiriki kuitazama timu yetu for the first time. Sio kucheza mazoezi. Sio kucheza mechi, kucheza mazoezi. Kwa hayo mazoezi, kama Pamba anataka kufanya mazoezi, pia naye anakaribishwa. Muda upo. Kama sparring hivi. Kama sparring. Namuona nakusalimia. Yule anaitwa Hussein Zokwani, sio bro. Muda wote tunaangalia bro. Anaitwa Hussein Zakwani. Mama mapasi bro vipi? Vigilio vya tarehe 9 kilele sasa wiki ya mwananchi. Maxim pia Nzengeri. Baba wewe ni usajili mpya. Maxim umezaliwa upya. Usajili mpya baba. Umerudi upya. Yule wa Kaizer Chiefs yule. Bwana Maxi hatari, nimeona. Ana press anakuja hivi. Anakuja kama jini. Maxi. Wewe usajili mpya baba. Leo tena nakutambulisha. Leo nakutambulisha tena leo. Upya nakutambulisha. Hatari. Bwana, viingilio vya tarehe 9 kuna shilingi 20,000 kwa mzunguko, 100,000 kwa VIP na 300,000 kwa Royal. Watu wananiuliza pia hii 100,000 hii wanakaa upande gani? Na hii Royal inakuaje hii faida zake hii? Nikasema ngoja subiri. Kwa tiketi za Royal Watan zimebakia tiketi 15 za Royal. Na hii ni iseme tu hadharani. Tulipanga tiketi zaidi ya 200.
za kwanza zikaisha, tukaongeza 200 nyingine, zimebakia ticket 15 tu. Kwa hiyo wewe ambaye una mpango wa kukaa Royal, kipoteza siku ya leo utakuwa umepoteza siku kubwa kabisa. Kwa nini nakwambia ni siku kubwa? Kwa sababu ticket ya Royal ukishachukua tu, wewe unatuambia nataka jezi yangu mpya ya msimu, aisaini nani? Either MVP Kangwanda, aisaini Sheikh Ibrahima Toure, aisaini Pira Shalulile, aisaini Chuga Junior, aisaini bwana, umeona Mwijage leo? Nilikuwa namwambia Muvaibu pale, Mwijage kama moyo wangu kaweka kwenye bakuli afu una maji. Yaani unaelea na raha, unaogelea hivi. Afu unajua Mwijage timu alizopita alikuwa anacheza winga. Huyu Mangoba huyu unaonyesha ubaya wake, kamleta Mwijage namba 10. Kuna muda kama anapepea hivyo mwelewe anageuka hapa anaweka hapa, una pasi moja akamgele goli sura ngapi kwa nyuma ya mtu hivi. Watu wameshangaa pasi imegwa nyuma. Depu lile. La. Mwijage ni hatari kweli kweli. Aitwa Eric astaghfirullah Mwijage. Wewe utachagua ana sign nani jezi yako. Unasainiwa, alafu unakwenda pale Serena, unapokelewa na gari mpaka uwanjani, na half time unakula fresh kabisa. Hiyo ni tiketi ya 300,000. Zimebakia 15 tu. Why sasa hivi? Tiketi za VIP, eneo la VIP ndugu zanguni, lile eneo ni dogo. Tiketi haziko nyingi pale. Kwa hiyo the more unachelewa kwa shilingi 100,000, maana yake utakosa chance ya kuwa karibu zaidi kumuona Pira Shalulile akiwa anapita. Mzunguko wanangu ni 20,000. Huko ndo siwaambi jana muona foleni Jangwani pale. Tunafanya mpango kuanzia leo tuongeze miamvuli, tiketi zisambae ziwe sehemu nyingi. Kwa sababu watu wanazishambulia, lakini Jangwani pale msururi mkubwa na watu waendelee kuja, lakini kwa njia za simu wanunue. Japo ilikuwa pana shida kidogo ya mtandao, leo tumeisolve, watu wanunue, tuanze kufanya mambo sasa ya kuelekea tarehe 9 inshallah. Shukrani ndugu yangu. Bana, kama nilivyokuambia habari nyingi ziko poa, na wewe ukiwa poa bila shaka kuna vitu vingine poa zaidi vinakuja. My name is Alwatan Abdulaziz, behind the MIC na behind the camera ni William Mwezon Shemuka. Subscribe sasa hivi Yanga TV, na kama bado hujafollow Yanga TV Instagram, huu ndo muda, kwa sababu familia inazidi kukua. Come on.